Ya, kama mgomo ndio itafanya serikali tusikie, afadhali ikuwe. Kama nitakuwa njia ambayo ndio itaweza kusuluhisha. Kwa sababu inaonekana ya kwamba ni kama serikali ambayo tulichagua kwa moyo mkunjufu imetugeukia tena. Kama sasa hivi ukiangalia watoto wetu wa shule, watoto hawasomi. Kwanza junior secondary hawasomi. Serikali hakuna kitu inaongea kuwahusu. Ukiangalia kama mbeleni watoto wote walikuwa wanashughulikiwa. Kama wakati huu ukiangalia kama kwa mfano, nimeona mimi niko na majirani na marafiki wengi. Nimeona wamama wengi wameshika mimba. Wanalalamika kwamba ile ilikuwa saidia mama haipo. Wanateseka. Wewe unakuta watu wale wako kimaisha chini wanasukumika sana. Ukiangalia pande mwingine bei ya maisha, kwa mfano kaunga sasa hivi ni 200 na kitu. Hawa vijana ambao unaona huku mahoka, sidhani kama kuna kijana hata mmoja anafikishaga 500 kwa siku. Sijui, lakini sidhani. So bei kuwa na huyo mtu ako na watoto 2 3 kwa nyumba, atasaidika kweli? Itakuwa ni vigumu. Kwa hivyo kama mgomo ndio inasuluhisha, then we support it. Kwa kuwa kuna hii shida yote ile iko kwa dunia. Yes, ni sawa watu wako na jana, kuna shida mingi kwa dunia. Watu waache kusema ni Ruto amefanya ikue gumu namna hii. Sio Ruto, kwa sababu wakati maisha ilianza kuwa gumu ilikuwa na His Excellency Uhuru Muigai Kenyatta. Hiyo ndio wakati maisha ilianza kuwa gumu. Kwa hivyo wapatie Ruto nafasi. Nasema wapatie Ruto nafasi. Amekuja tu in a few months imepita, wagoje, watulie, wampatie time apage hii maneno ikuwe mzuri.